Sickle cell ni ugonjwa wa damu wa kurithi. Unatokana na mabadiliko ya vinasaba ambavyo vinahusika na kutengeneza chembe nyekundu za damu au seli nyekundu za damu. Mabadiliko haya ya vinasaba yanasababisha mabadiliko ya tabia na umbo la seli nyekundu, ambapo kwa kawaida seli nyekundu ina umbo la duara au mviringo, lakini kutokana na mabadiliko haya inakuwa na umbo la mundu au mwezi mchanga au mwezi mwandamo au umbo la ndizi. Na umbo hili huwa na mabadiliko ya tabia kwa maana kwamba inakuwa na urahisi wa kuganda kwenye mishipa midogo ya damu, na hivyo kuzuia usafirishaji wa damu kwenda sehemu mbalimbali za mwili. Ili mtu apate ugonjwa huu ni lazima arithi vinasaba hivi kutoka pande zote mbili, kwa maana ya upande wa baba na upande wa mama. Kwa hiyo nusu ya vinasaba atavirithi kutoka kwa baba na nusu ya vinasaba atavirithi upande wa mama. Kwa hiyo atakuwa na ugonjwa kamili wa selimundu. Na ikiwa amerithi upande mmoja, either upande wa mama au upande wa baba, hatusemi kwamba na ugonjwa, bali tunasema amebeba vinasaba. Kwa lugha ya kigeni tunasema ni ana sickle cell trait au sickle cell carrier state. Ugonjwa huu unapatikana zaidi kusini mwa jangwa la Sahara. Kwa hiyo nchi zote ambazo ziko kusini mwa jangwa la Sahara kuna tatizo kubwa la kuwa na wagonjwa wengi wa selimundu, hata Tanzania ikiwa moja wapo. Na kwa takwimu ambazo zilizopo kwa sasa, Tanzania inashika nafasi ya 5 duniani, lakini pia nafasi ya 4 barani Afrika kwa kuwa na wagonjwa wengi wenye selimundu. Ugonjwa huu huathiri mwili mzima kutokana na changamoto ya usafirishaji wa damu. Kwa hiyo kuanzia kichwani mpaka miguuni hupata athari. Kwa hiyo dalili zake inategemea ni wapi pameathirika. Lakini kuna mjumuisho ambazo wagonjwa wengi wanapata, kwa mfano kama upungufu wa damu, maumivu mara kwa mara ya mwili, sana sana mikono na miguu, lakini anaweza kupata maumivu sehemu nyingine ya mwili kama maumivu ya kifua na tumbo. Lakini kupata manjano kwenye macho, ingawa si lazima kila mgonjwa mwenye sickle cell awe na manjano. Kwa watoto wadogo chini ya miaka 5 anaweza kupata maumivu ya mikono na miguu pamoja na kuvimba mikono na miguu, tunaita dactylitis. Lakini pia kuvimba kwa bandama ni hutokea sana kwa watoto wenye chini ya umri wa miaka 5. Jinsi gani tunagundua ugonjwa huu wa selimundu? Ni kupitia vipimo vya damu ambavyo lengo lake ni kubaini vinasaba vinavyosababisha ugonjwa huu. Kwa hiyo kuna vipimo vya damu, na tunashukuru sasa hivi vinapatikana katika hospitali nyingi, kuanzia ngazi ya taifa, ngazi ya kanda na hospitali za rufaa za mikoa. Kwa hiyo mgonjwa au mtu yote ambaye anahisiwa kuwa na ugonjwa huu wa selimundu atatolewa damu yake kwa ajili ya kwenda kupimwa vinasaba. Lakini kuna vipimo vingine ambavyo vinaambatana na kipimo hiki cha vinasaba, kama kuangalia picha kamili ya damu, lakini na vipimo vingine kulingana na mgonjwa anavyo alivyo kwa wakati ule, dalili gani anazo kwa wakati ule. Matibabu ya selimundu yanaweza kugawanywa katika makundi mawili, kwa maana kwamba kundi la kwanza ni matibabu yanayolenga kuondoa dalili na madhara yatokana na selimundu, lakini kundi la pili ni yale ambayo yanalenga kuponya kabisa selimundu. Kwa upande wa matibabu yanayolenga kuondoa dalili za selimundu, ni pamoja na matibabu ya maumivu, kwa sababu ni dalili kuu ambayo wagonjwa wengi wanakuja nayo. Kwa hiyo endapo mgonjwa anakuja na maumivu, atapewa dawa za maumivu, lakini pia kupewa maji ya kwenye mshipa, ambayo lengo ni kusaidia usafirishaji wa damu na kuondoa maumivu. Lakini wakati mwingine anaweza kaja na dalili za upungufu wa damu uliokithiri, kwa hiyo ataongezewa damu. Lakini pia kuna matibabu yanayosaidia katika utengenezaji wa chembe nyekundu za damu kama folic acid, vitamini ya folic acid, lakini na hydroxyurea. Hii ni kutokana na hali yenyewe ya ugonjwa wa selimundu unasababisha mwili kujaribu kuondoa hizi selimundu
kwa sababu unajitambua kama ni kitu kigeni. Kwa hiyo unafanya njia ya kuondokana nazo kwa kuvunjwa. Kwa hiyo hii hali ya kuvunjwa inapunguza damu. Kwa hiyo ili wasipate upungufu wa damu mara kwa mara, tunapatia vitamini ya folic lakini pia na hydroxyurea ili kusaidia uzalishaji wa damu kwenye uroto. Lakini matibabu mengine yatategemea na dalili anazokuja nazo mgonjwa, kwa sababu inawezekana kana na tatizo lingine au maradhi mengine kama wagonjwa wengine. Matibabu yanayolenga kuponya kabisa selimundu ni kama upandikizaji wa uroto, na kama kwa sasa kama mnavyosikia kwa sasa hivi Tanzania tumeanza kutoa huduma hii ya upandikizaji wa uroto, na inapatikana mkoani Dodoma katika hospitali ya Benjamin Mkapa. Kwa wagonjwa wenye selimundu huwa kuna vichocheo ambavyo vinasababisha kupata maumivu ya mara kwa mara. Kwa hiyo huwa tunawashauri jinsi gani ya kuishi na ugonjwa huu kwa kuepukana na vichocheo hivi, na ni kama kuepuka kupata maradhi nyemelezi yoyote ambayo yanasababisha aidha kutapika, kuharisha, ikapelekea kupungukiwa damu au kupungukiwa maji. Kwa hiyo tunawasisitiza sana kuishi mazingira ya usafi, lakini kuepukana na mbu, kung'atwa na mbu, kama kulala kwenye chandarua chenye dawa ya mbu ili wasiugue malaria mara kwa mara na maradhi mengine pia. Lakini pia kwa upungufu wa maji unatokana na sababu yoyote ile, huwa unapelekea maumivu mara kwa mara. Kwa hiyo tunawashauri pia kujitahidi kunywa maji mengi kwa siku ili kusaidia usafirishaji wa damu na kuepukana na maumivu mara kwa mara. Lakini pia hali ya hewa ikibadilika, kuna joto kali sana au baridi kali sana, nayo ni changamoto inayochochea pia maumivu mara kwa mara. Kwa hiyo tunawashauri wakati wa hali ya joto sana, jitahidi kunywa maji mengi sana, lakini pia kuvaa nguo ambazo zinasaidia kupata hewa. Na wakati wa baridi sana, kuvaa nguo ambazo zinamkinga na baridi ili wasipate maumivu ya mara kwa mara, kwa sababu kitu kinachotokea wakati wa baridi ni kwamba baridi inasababisha mishipa ya damu kusinyaa. Kwa hiyo pamoja na ile changamoto ya damu kutosafiri vizuri kwa wagonjwa wa sickle cell, na ikisinyaa zaidi ikawa midogo zaidi, basi changamoto inakuwa kubwa sana. Kwa hiyo ni rahisi zaidi kupata maumivu ya mara kwa mara. Kwa hiyo tunawashauri hivyo vitu wazingatie ili kupunguza makali au dalili zitokanazo na ugonjwa huu wa selimundu. Ni muhimu kwa mtu ambaye tayari anajua hali yake ya sickle cell kuhudhuria clinic za sickle cell na clinic za sickle cell hospitali mbalimbali, kuanzia ngazi ya hospitali ya taifa, ngazi ya hospitali ya kanda za rufaa, lakini sasa hivi kuna juhudi zinatoendelea kushusha hizo huduma za clinic za selimundu kwenye ngazi ya wilaya ili kuwarahisishia wagonjwa umbali wa kusafiri, lakini pia gharama za matibabu. Kwa wale ambao hawajajua afya zao, endapo utakuwa wewe mwenyewe au ni mtoto au ni ndugu ambaye unaishi naye au unamfahamu ana dalili mojawapo kati ya hizi, basi ni vyema akawahi hospitali, kituo cha afya cha karibu kwa ajili ya ushauri wa vipimo na matibabu zaidi.